Binti mchawi. Ni historia ya movie ambayo inaelezea binti mmoja ambaye alikuwa akiishi maisha ya kimaskini, lakini alikuwa na rafiki yake wa kike ambaye pia nao kwao walikuwa wana maisha ya chini kabisa, nikimaanisha maskini. Binti hawa wote maskini walikuwa wote wawili wana tabia tofauti. Yupo mmoja ambaye alikuwa ana tabia ya umalaya na mwingine alikuwa ana tabia nzuri. Ilipofikia swala la starehe, swala la burudani, kama kawaida unaambiwa ukitembea na mwizi utakuwa mwizi. Ndege warukao tawi moja hufanana. Basi binti huyu mwenye tabia mbovu aliweza kumshawishi binti mwenye tabia nzuri ajiingize kwenye vitendo vya kufanya ngono kwa lengo la kujipatia fedha, na hizo fedha zilikuwa ni kwa ajili ya kwenda kufanya starehe na anasa. Ilifikia wakati ambao binti huyu aliweza kumtafutia mwanaume, kwa hiyo akawa yeye ni kama dalali pia. Huyu binti mwingine alikuwa akihisi ni urafiki tu mzuri kwa sababu rafiki yake anamsaidia kupata fedha, lakini angejua kwamba lilikuwa ni jambo baya na hatari kwa maisha yake, na huyu sio rafiki bali ni shetani, asingeweza kuchekelea wala kufurahia ofa hizo na misaada hiyo. Basi binti huyo aliweza kumshawishi mwenzake, kama hapo walikuwa anamwambia kwamba mwanangu, nitakupeleka atakufutia bwana ambaye anaweza kukupatia fedha, tukaenda beach, tukaenda swimming pool, tukaenda kula pizza na burger na hapa na pale. Basi alifanikiwa kumshawishi na binti huyo alishawishika, akaingia katika vitendo hivyo. Na baada ya kuingia katika vitendo hivyo, nini kilitokea? Nini kilijiri? Aliweza kukumbwa na maswaibu mengi sana. Aliweza kukumbwa na magonjwa, kukumbwa na matukio yote ya ufanywaji ngono kiolela na katika umri mdogo, na kwa kuwa ni mwanafunzi mwenye ndoto kubwa, mwenye umri ambao ulikuwa bado hajapevuka, aliweza kukumbwa na matatizo na majanga na matokeo ya kufanya ngono au mapenzi katika umri mdogo. Endelea kutazama, lakini pia comment hapo chini uweze kuona ni nini ambacho kilikuwa kimetokea kwa binti huyu. Alafu baada ya hapo sasa comment pia subscribe. Sasa shoga yangu, hiyo safari ya kwenda Matema utaenda kweli wewe? Yaani ngombe rafiki yangu. Yaani hata sidhani kama ndaenda. Pole. Nakupa pole kwa hilo. Nakupa hata pole. Sijali lakini. Maana mimi najua hali ya kiuchumi pale nyumbani imeyumba. Sasa fikiria mwalimu jinsi alivyotangaza na jinsi alivyokuwa anaongezea pale mambo. Kuna nini labda cha kunitisha? Mwalimu amesema kuna kuogelea kule wewe. Lazima niende mimi. Yaani sitakubali kabisa. Shoga yangu inakupitaje hii safari? Unajua kabisa wewe ndo mtu wangu wa karibu. Nitaendaje kule peke yangu jamani? Sasa mimi nitafanyaje? Mimi hali ya kiuchumba imani imeyumba. Inabidi uniambiage mimi jamani shoga yangu. Na hiyo 35 shoga yangu utaitoa wapi? Kwani nikikwambia utaitoa wapi? Mimi tena shoga yangu. Mimi siwezi nikakutupa. Inabidi yuko Matema twende wote. Kwa hiyo shoga yangu cha kufanya, kesho tuonane nikupe huo mchongo. Sawa. Kwanza tutakutana. Tutakutana na nitakuja hata kwenda kupitia ili kesho nikupatie mchongo. Basi sawa rafiki yangu da. Usiofu. Kesho wewe kesho yani ujanja wako kuja kunifuata. Usiponifuata basi hela Matema utaikosa. Ila ndakufuata. Lazima nifuate. Maana na hamu. Mwenzio kesho kitu kipo tayari, kwa hiyo kesho naenda tukuchukua. Basi sawa.
Twendage. Kesho usisahau. Yani nawe nitasauje bwana? Wala kwa kesho usahau, yani kesho. Haya bwana, tutaona kesho basi shuleni. Usichelewe. Sichelewi, unajua tena mambo yetu. Haya bwana, kesho. Kesho shuleni bwana. Wewe mtoto. Mbona usalimii? Vipi wewe sister? Unanijibuje? Yaani unaniambia mimi vipi? Sasa gani nikujibuje labda? Ujui mimi ni nani katika hichi kijiji? Hata kama sikufahamu, ona nifahamu ni nani? Wewe ni mgeni wa hichi kijiji? Hapana. Yaani kijiji chote hiki kinajua mimi ni nani. Wewe unaniambia eti mimi wewe vipi? Kwa nini unanifahamu ni nani? Sina haja ya kukufahamu. Basi tuishie hivyo bwana. Sasa wewe ngoja nikuonyeshe.